zaidi. Haya. Tuthibitishe kwamba Paulo alikuwa pesa ya shetani. Ipo kina Himeneo na Iskanda. Timotheo wa kwanza naam 11:18. ndio Wacha nifike mwalimu. anzia 17 ndio nzuri. Inasemaje? Timotheo wa kwanza 2:17 inasema mwalimu. Nasemaje? Wa kwanza 1:18 Timotheo inasema anzia 17 ndio nzuri. 17 sasa kwa mfano wa milele. Sasa kwa mfano wa milele asiyeweza kuona uharibifu, ndio asiyeonekana, ndio Mungu peke yake, ndio na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amen. Kwanza imeeleza utukufu wa Mungu. Baada ya kueleza utukufu wa Mungu, aya 18 anasema mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii. Paulo anamwandikia Timotheo barua akimwambia maneno haya. Endelea, anamwita tena mwanangu. Kwa ajili ya maneno ya unabii aliyotangulia juu yako, ndio ili katika hayo wapige vile vita vizuri, ndio uwe mwenye imani na dhamira njema, ndio ambao wengine wamesukumia mbali, ndio wakaangamia, ndio kwa habari ya imani, ndio katika hao tulia. Kwanza Paulo alianza vizuri, anamhusia Timotheo kwamba awe ni mcha Mungu, ashikamana na mafundisho na kadhalika. Angalia sasa, ndio anasema kuna wale waliokataa mafundisho ya Mungu, ambao hao waliokataa mafundisho ya Mungu wapo miongoni mwao kina nani? Katika hao Himeneo na Iskanda ambao nimempa shetani watu hao. Tulia kwanza. Katika hao ambao hawapati mafundisho ya Mungu ako Himeneo na Iskanda. Hao watu wawili Paulo anasema nimempa shetani. Yaani ukisema nimempa fulani ni kumaanisha mlikuwa na yeye, kwa sababu haiwezekani umpe mtu kitu ambacho kwamba hamkuonana, lazima mlionana ndio ukampatia. Kwa hivyo amempa Himeneo na Iskanda, amempa shetani ili afanyeje? Ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Mwalimu, naam, yaani shetani afundisha mtu asimtukane Mungu. Kwani inawezekana hiyo? aingia akilini mwalimu. Kwa hivyo Paulo sisi hatuwezi kumwamini kama nabii, kwa sababu kama yeye mwenyewe ana urafiki na shetani na wanafunzi wake anawapatiana kwa shetani ili wafundishwe wasimtukane Mungu, yaani automatically unafai kuwa nabii wa Mungu, na automatically hatuwezi tukampata. Mwalimu wangu? Naam mwalimu. Nadhani Qur'ani shaeleweka. Sasa tueleze Biblia ni kitabu cha nani? Hebu kwanza nipe dibaji mwalimu. Dibaji. Nipe dibaji. Dibaji inasema dibaji, yaani maneno ya mwandishi wa Biblia ama waandishi wa Biblia wanafafanua kwanza kuhusu Biblia. Biblia ni kitabu gani kabla ya kuanza kuiandika Biblia yenyewe. Inasema waambie kwanza unasoma Biblia ya aina gani, maana ile ya King James mwalimu. King James version ya 1952. Sawa. Inasemaje? Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Kwanza katika kuandika Biblia, swala hilo ama kazi hiyo haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yametokana katika najibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, yaani kuna mambo mengine ambayo yalikuwa ni magumu kuyaweka, ikabidi lazima yabadilishwe. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiriwa kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale. Yaani kwanza hata jina la Mungu mpaka watu wanafikiria Mungu aitwa aje. Yaani hawajui waandike jina la Mungu vipi. Wanakaa kuanza kuulizana waandike vipi jina la Mungu. Litaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Ndio. Lakini ndio litakapopigwa chapa
kitabu cha Agano la Kale utakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Yaani kwanza eti kuna ufunuo ambao unaitwa Agano la Kale ambao uko kivyake. Tena kuna ufunuo mwingine mpya ambao unaitwa Agano Jipya. Maajabu haya. Endelea mwalimu wangu. Inasema itakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale utakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Ndio pia maendelezo ya majina yote ya watu na mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Yaani kuna majina ambayo yako katika Biblia ambayo walifikiria wabadilishe vipi, waweke jina gani, watoe jina gani, waweke lipi, tena mji gani wautaje, waweke jina gani. Haya ni maneno ya wanadamu. Yaani kitabu cha Mwenyezi Mungu kinaanza kufanyia marekebisho. Mwalimu wangu, naam, kwa nini haya yalifanyika? Kwani vitabu ambavyo Mungu alipatia na Zaburi, Taurati na Injili zilienda wapi? Mwalimu, nipe Mathayo wa kwanza 1:53. tungemaliza andiko Malizia inasema na mahali ilikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Mengine kutengenezwa. Jambo hilo ilikuwa kazi kubwa sana, kwa sababu yamo majina zaidi ya 3,500. Naam. Kwa majina yalibadilishwa. Kuna majina yaliyopungwa. Kwa sababu gani? Kitabu cha Mungu ilienda wapi? Nipe Mathayo wa kwanza 1:53. Kitabu cha Mathayo. Hii ni Biblia Imperato ambayo wanatumia Wakatoliki. Kitabu cha Mathayo ngapi mwalimu? Mathayo wa kwanza 1:53. Mathayo wa kwanza 1:53 inasema, mimi nimefika huko kama jana. Inasemaje? Mathayo wa kwanza 1:53 inasema. Inasemaje? Inasema mwalimu, 53. Mathayo wa kwanza 1:53 inasema. Inasemaje? Inasema mwalimu, unajua kwanza watu hao wanachanganyikiwa. Unaona kidogo Wasabato wanajaribu kupiga hatua moja, lakini hawataki kupiga hatua zote. Wasabato hawasherehekei Krismasi, maana hii tarehe 25 ni tarehe ambayo kuna vitu viwili vilivyofanyika. Vitu viwili. Na cha kwanza ni vitu ambacho kama kinahusika katika Mathayo wa kwanza. Lakini mnaonyesha kule katika Yeremia, maana ni siku ya mfalme anamchinja Mungu. Nipe hiyo Mathayo kwanza 1:53. inasema siku ya 10 inasema ikawalazimu Waisraeli wamejificha pahali popote. Ndio hiyo mwalimu. Inasema ikawalazimu Waisraeli wema kujificha pahali popote kimbilio. Ikawalazimu siku ya 15 niko huko mwalimu. Siku ya 15 mwezi wa Kislevu 25. Angalia vizuri. Hii kama hii Imperato Afrika nyumbani wametambulisha wakati 15. Soma hiyo Imperato inasema tarehe 25, siku ya 25, tarehe 15. Afrika nyumbani, kwa sababu tulisema hizi vitabu vinatofautiana kila moja. Yaani hii Biblia inasema vingine, hii vingine. mwalimu inasema Mathayo wa kwanza 1:53 hata Waisraeli walilazimika wajifiche katika makimbilio ya siri huko na huko siku ya 25. Tayari hii constitution inapatikana. Kuna wanasema tarehe 15, huko wanasema tarehe 25. Lakini asili ni tarehe 25. Inaendelea kusema mwalimu.
Kislevu, yaani Disemba, unaita Disemba, lakini Kislevu ni mwezi wa 12. Endelea mbele. Mwaka wa 145 Ndio aliweka chukizo la uharibifu juu ya madhabahu. mfalme ambaye alikuwa ametawaza alipogeuka na kubadilika na kuwa mwovu na Boazi akafanyaje? Na katika mji wa Uyahudi kila upande walijenga madhabahu. Walianza kuabudu asiyekuwa Mungu kuanzia tarehe 25 ya mwezi wa Kislevu. Hii ni mwezi wa Disemba. Walianza kuweka madhabahu kidogo kidogo na kuabudu asiyekuwa Mungu. Endelea mbele. Wakavukiza uvumba walipa nyumba na njiani na vitabu vya sheria yaani vitabu vya Mungu walivyopata kila kitabu cha Mungu kilichopatikana walivilaua vipande wakaviteketeza na zote vikateketezwa, yaani Torati, Zaburi, Injili zote ziliteketezwa. Mtu yeyote aliyepatikana na kitabu, Lakini yeyote aliyepatikana kwamba ana kitabu chochote cha Mungu ambayo ni Torati, Zaburi na Injili au alionekana na kifuata sheria, alihukumiwa kufa. atauawa. Mfalme Kumaanisha kuanzia hapo kuendelea, kitabu cha Mungu ambacho ni Torati, Zaburi na Injili hakuna kile kimepatikana, vyote vimelauliwa na vitateketezwa. Endelea mbele. Sasa baada ya kuwa hivi vitabu vimeshateketezwa, hivi vitabu havipo tena, ndio vitabu vikaanza kufungwa. Na hili watu wakaanza kufikiria kusikia hapa tena jina gani hapa, sikia alichokifanya na maneno ya watu wakaanza kuandika. Mwalimu wangu sikiliza, mpaka Mungu akaanza kutukanwa. Wakorintho wa kwanza 1:25 nasemaje? Kwa sababu pumbavu wapendwa na hekima, yaani wanadamu. Mpaka Mungu anasema yeye ni mpumbavu. Mungu anaita mpumbavu. Wanadamu wamekaa hivi, anasema Mungu ana mpumbavu. Shwari. Hivi ndio mtawaje sasa mbele ya Mungu? Akisema mbele sababu ya Mungu. Endelea mbele. Na udhaifu wa Mungu na nguvu kuna hekima kuliko ya wanadamu. Ati Mungu anadhalisha. Haiwezekani. Imeisha mwalimu. Hebu kwanza tusafishe hiyo kabla tuendelee mbele. Mungu hana udhaifu, wala Mungu si mjinga. Qur'an 2:20. 2:20 ya Qur'ani inasema. Inasemaje? Kitabu cha Qur'ani 2:20 Al-Karim inasema, unakaribia umeme huo kunyakua macho yao kila wanapohadithia huenda ndani yake, unapofanyagiza usimama. Na Mwenyezi Mungu angeliondoa kujisikia kwao na kuona kwao. Hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Mungu ambaye sisi Waislamu tunamjua, ambaye kitabu chake cha Qur'ani kinazungumzia si dhaifu wala si mpumbavu. Mwalimu wangu yeye Qur'ani 2:29 inasema Al-Karim, bali tunaeleza huko Mungu haiwezekani eti awe mpumbavu na wale dhaifu. Haiwezekani. Haya tunaenda tendesha hii dunia yote kama yatakuwa dhaifu. Haiwezekani Mungu awe dhaifu. Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye ujuzi. Haiwezekani atawe dhaifu. inasema mwalimu, Ndiyo Qur'an 2:29 aliyekumbeni nyote Mungu ndiye ametuumba sisi sote vilivyomo katika ardhi. Yeye ndiye ametuumba, na hivi vyote viko katika kabla hajakuumbeni
ili mkute kila kitu tayari. Yaani Mungu aliumba hizi vitu vyote kabla hajakuumba. Tena akasujudia kuumba mbingu, Tena akaiumba hii mbingu, akazifanya mbingu 7. ndio Naye ndiye ajuaye kila kitu. yaani tena Mwenyezi Mungu ndio mjuzi, si mpumbavu. Haiwezekani. Biblia haikufikia hapa tu. Sikiliza maneno mengine ndio kwamba Mungu wanadai kwamba anasema wanadamu Methali 5:3. Methali 5:3 mwalimu. Alafu ananiambia Mungu anatamka mambo kama haya. Mungu kweli. Mungu anazungumza mambo kama haya. Haiwezekani kabisa. Methali ngapi mwalimu? Methali 5:3. Methali 5:3. 5:3 Methali nasema maana midomo ya malaya hudondosha mwalimu ni Methali Proverbs. Nasoma mwalimu, ni Biblia inasema maana mdomo ya malaya hudondosha asali. Yaani Mungu asema kitu kama hivyo. Sasa Mungu haisema hivyo. Mungu anasema kitu gani? Mungu anasema kitu kama hicho. Qur'ani 4:3 mwalimu. ndio anasema kama haya. Haya kutaja watu wengine ambao hata hata hivyo 4:3 mwalimu Qur'ani. Wacha nifike kwa haraka. inasemaje? Watu wapate elimu ya kitabu cha Qur'ani, yaani kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Na kama mkiogopa ndio hiyo tu mwalimu. Na kama mkiogopa kutofanyia waadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutofanyia waadilifu wanawake. Basi ulinzi mwawapenda katika wanawake. Yaani Mungu mwenyewe kuongea haya anasema sisi wanaume wa Kiislamu, wanaume wa kuamini, tunaona katika wanawake tunaowapenda. Wangapi? Madamu mtawafanyia insafu. Wangapi? Wawili ama watatu ama wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, basi ni mmoja tu. Maandiko haya katika Biblia vile vile, lakini watu wanafunga macho. Mhubiri mwalimu, wanajua kwamba akiume mmoja mke mmoja mnakuwa mwili mmoja, mtu anakuwa na mke mmoja na mishahara za kwanza kwa 20, halafu analeta kwenda nyumbani. Sisi Waislamu Mungu ametupatia kitu super freedom, yaani nikiona mnono naweka nyumbani, nikitazama mgeni mnaibu naona tekama tena tunamchanganya naweka nyumbani, naona mweupe na mlea mchanganya naweka nyumbani. Nikuje naona watu wengine watu sana anajaribu kumzindua naweka nyumbani. Sasa nikitembea njiani nikijaribu kumwelezewa na kumwona jaribu kumwelezewa nyumbani, hanichanganya hata kidogo. Nikitembea nikiona mweupe hawezi atanizindua, hawezi atanichanganya akili, kwa sababu tayari nimeweka nyumbani. Siwezi leta utumwa nyumbani, siwezi leta matatizo nyumbani, sababu niko na wanawake wangu nyumbani, na wanawake Mungu ameniambia na Mungu amekuwa nao ni ibada. Bado wangu Mhubiri 11 inasema Mhubiri inasemaje? Tena wawili wakilala pamoja hapo watapata moto. Yaani kumaanisha kwamba mtu hafai. Hii sheria ya mtu kusema kwamba sijui mtu hafai kuoa, sijui mtu kwa sisi amekaoa, sijui kwa kifaka amekaoa, kwa nani na kwa usione. Yaani ukisikia zako unapeleka unakula nyanya, unakula samaki, unakula mbena, sio unakula nini? Hivi vitu zote ni kwa ajili ya kwa hivi. Kwa sababu unaona watu wanageuka wanakuwa mashoga, wengine wanakuwa mahanithi,
21:10 kutoka. Inasema kwamba mtu akijitwalia mke mwingine, yani akioa mke wa pili, chakula chake na nguo zake na ngoma yake hata mpunguzia. Yani tayari Mungu ashasema kwamba mtu anapokuwa mke mmoja tu unaruhusiwa kuoa zaidi ya mmoja. Mtu akikwambia kwamba maandiko yanasema Mungu unasema moja mke mmoja mwili mmoja, my friend, hayo maandiko hakuna. Mwalimu rudia, nitakana tufundishe mwalimu polepole. Unajua wale wanaoulizia Qur'ani ile ya pili nikasema Mhubiri 4:11. Ya tatu kutoka hapo ni 21:10 mwalimu. rudia tena, inasemaje? Kwamba ikiwa mtu amejitwalia mke mwingine, yani kumwambia kwanza ni kitu kimekubalika, ameoa mke mwingine, ndio chakula chake huyo wa kwanza na nguo zake huyo wa kwanza na ngoma yake huyo akimpunguzie kwa sababu anaoa wa pili. Kumaanisha Mungu amesema katika Qur'ani kama hauwezi, yani wewe unajuaga mwalimu, acha andiko ishe. Inasema mwalimu na kama amfanyie mambo haya matatu, amfanyie haya mambo matatu, ndipo atasema aende zake. Yani kama huwezi baki na moja, anaruhusiwa kutoka. Ni haya mwalimu. sasa maandiko ndio Mwenyezi Mungu anasema sisi tunaambia kwanza upende. Haya mambo ya mtu analetea tu papo na ndio wao nimekuletea mtu ama nimekuletea mbaya. Ni wanaoga mwalimu. Sisi kwanza umpende kwa wakati, kama kwa kweli unapenda, kama anaenda unataka mwenye anaenda ukijua anaenda, ama kama anaenda na ujua anaenda pia ni sawa kwako. Kama unapika na yeye umependa na yeye, sio ile mtaka ameshazaa mtoto mmoja na unaona hafai. Sisi kitu cha kwanza sisi tunapata maandiko kwamba Mwenyezi Mungu maandiko ambayo yanashikisha na maandiko ya kwamba watu hawale, lakini wasipende wale wengine ni maandiko ya kishetani. Si hiyo tu, hata wahubiri wamepatana katika kitabu hicho. Mwalimu wangu Isaya 56:10. Sikiliza, na kama kuna mhubiri yoyote hapa, sio mimi ndio nasema, na kuonyesha maneno ambayo kwamba yanasadikika ya Mungu, na Mungu anawaita wahubiri. Maneno ndio Yeremia 29:6 ulizozungumza. Zote tunapiga zetu sina hata na Isaya 56:10 kwa. Isaya 56:10 ndio. Yaani hapa ni polepole, tunataka kueleza hiki kitabu kinachoitwa Biblia ni kitabu cha nani? Ndio kinafundisha Mungu 56:10 nasemaje? Walinzi wake ni vipofu. Yaani walinzi walio nyuma ya ibada hiyo ni vipofu, ndio pia hawana maarifa. Pili, hawajielewi, wote ni mbwa waliopofu. soma polepole, wote ni nini? Mbwa waliopofu. Nini? Mbwa waliopofu. Yaani Mungu anaita wachungaji wake mbwa. Shwali, inawezekana vipi? Yaani watu wale wanahubiri mambo yake wanaita mbwa. Haiwezekani. Ndio sababu tunasema hiki si kitabu cha Mungu. Hatuendi kwa kitabu cha Mungu. Mungu hajampa pale kwa kutana na watumishi wake. Haiwezekani. Inaendelea kusema mwalimu, anasemaje? Walinzi wake ni vipofu, wote hawana maarifa, wote ni mbwa waliopofu. Ndio hawawezi kulia, wanaota ndoto, halala, ndio wapenda usingizi. Ndio naam, mbwa hao wanachoyo sana. Hajaishia hapo. Anarudi kwa kitabu tena Yeremia 56. Walimu tumaliza niko. Hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji. Tena anarudi kwa falsafa sahihi kabisa. Tena wachungaji wake wanaita mbwa. Ndio sababu tunasema haya si maandiko ya Mungu. Haiwezekani
Shetani. Yeremia 56. Ili kukudhihirishia kwamba haya si maneno ya Mungu. Pamoja na kuwa kuna baadhi ya maneno ya Mungu yamewekwa kwenye kitabu hicho ili kuonyesha ni maneno ya Mungu, lakini yote si maneno ya Mungu. Kuna mengine ambayo si ya Mungu. 56 kitabu cha Yeremia. 56 Yeremia inasema. Nasemaje? 56. Nasemaje? Inasema mwalimu. Yaani sisi hatusemi ya kwetu. Tunanukuu maandiko. Kwa hivyo usije hapa na jampa eti umekasirika sisi tumeita mtu yote mbwa, sije tumesema ni maandiko. Soma Biblia yako. Ujue kama wewe ni mchungaji, ujiulize unamhudumia anayekuita mbwa? Ujiulize. Na je, inawezekana anaweza kukuita mbwa? Kwa sababu Qur'an haiwezi kaita Mungu, Mwenyezi Mungu haiwezi akakuita mbwa. Haiwezi. Qur'an inawatukuza viongozi wake. Walimu. Naam. Hata kwanza kabla tuendelee na hiyo Isaya. Qur'an inawatukuza viongozi wa dini yake. Qur'an 9:17-18. 9:17-18 nsema. Inasemaje? Haikuwa washirikina, yaani haiwezekani washirikina unahesabika wanaamrisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Yaani haiwezekani kwa watu waovu wasimwabudu Mwenyezi Mungu kwa wao ndio watasimamia misikiti za Mwenyezi Mungu. Ndio hali wanajishuhudia kuwa ukafiri, na ili hali wao wenyewe wanadhihirisha ukafiri wao. Ndio ambao vitendo vyao vyema vimeruka patupu. Hao vitendo vyao vimeharibika. Katika moto watakaa daima. Hao watadumu katika moto. Endelea mbele. Anaamrisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. 18 Mungu anasema hakika wenye kusimamia misikiti hao ni maimamu, hao ni maustadhi, hao ni mashehe, hao ni maalimu. Mwenyezi Mungu anasema wanafanyaje? Ni wale wanaoamini Mwenyezi Mungu, na wale wanaoamini Mwenyezi Mungu na siku la mwisho, wanaamini kuna siku ya kiyama na kusimamisha sala na kutoa zaka. Ndio na muogope yote ila Mwenyezi Mungu, ambao hawaogopi mwingine ila Mwenyezi Mungu. Basi hao ndio wanaotarajiwa kuwa miongoni mwa walioongoka. Hivyo ndio Mungu anawazungumzia wenye kuendesha mambo yake, wenye kufundisha maneno yake. Lakini sikiliza, huku kwenye hiki kitabu kingine 56 Yeremia. 56 Yeremia nasema anawaita viongozi wa huko kwingine vipi? Kwenye Isaya 56:10 anawaita dogi. Kwenye Yeremia 56 naye anawaita nini? 56 mwalimu Yeremia. Inasemaje? Wacha nifike kwa haraka. Yeremia 56. Naam. 56 kwa haraka. Naam. 56. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Ndio. Wachungaji wao wamewapoteza. Mungu sema na mimi kusema kwamba hawaongoza. Hao wachungaji wao wanaongoza. Tunapataje na kwamba wanapotosha. Yaani kitabu chake akitumia kuzungumzia Yesu baadhi ya mambo yake. Mission impossible. Haiwezekani Mungu azungumze vibaya kwa watumishi wake ama wahubiri wake. Vibaya haiwezekani. Na haya maandiko yetu ni maandiko yanatoka kwake. Haiwezekani. Leo kusema mwalimu wamewapotosha mlimani. Wamekwenda wao wamewapoteza. Wamekwenda kutoka mlimani hata kilima. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Yaani anasema wamepotoka, ambapo tunarudia kusema haiwezekani haya yawe ni maneno ya Mungu. Haiwezekani Mungu aongee vibaya kwa viumbe vyake. Haiwezekani Mungu aongee kwa viongozi wake vibaya. Mungu huongea maneno mazuri. Mungu huwasifu viongozi wa dini yake, kwa sababu Mungu ambaye ametuumba ni Mungu mwenye sifa nzuri, ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu ambaye kwamba hawezi akajiingiza kwa maneno ya
hao waumini, hao viongozi wana sifa hizi. Mwalimu wangu 23:1 Qur'an. 23:1 Qur'an nasema. Hivyo ndio Mungu anazungumzia watu wa jamii. 23:1 nimefika mwalimu. Na mwalimu wetu wa bali leo mbona ameingia mitini? Kuna nini? Atakuja tu mwalimu Sabado. Masaa yameenda. Yeye anasema 23:1 Qur'an sura 23:1 inasema. Inasemaje? Inasema hakika wamefuzu Waislamu. Mungu anatusifu sisi Waislamu katika Qur'an. Anasema Katika sala zao huwa ni wanyenyekevu. ambao kwanza sisi tunanyenyekea katika sala. Mwalimu, kabla tuendelee mbele, fungua Mathayo 6:7. 6:7. Ndio, anzia 5, 6:7 inasema. Anzia 6:5. 6:5 mwalimu anasema. Yaani kwa Mungu anasema hakika Waislamu wamefaulu ambao wananyenyekea katika ibada zao za kusali. Hapa na hapa anasemaje? Katika Mathayo Msalipo ndio msiwe kama wanafiki. mwalimu hakika umefika. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Ndio, Kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi. ndio, Na katika pembe za njia. Ndio. Ili waonekane na watu. Ndio. Amin nawaambia, wamekwisha pata thawabu zao. Endelea. Wamekwisha pata thawabu zao. Endelea. Hapa thawabu yao. Bali wewe usalipoingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha funga mlango wako, usali mbele ya baba yako aliyo sirini, na baba yako aonaye sirini atakujazi. Ndio kujazi. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa. Katika aya ama mstari wa 7 anasema sisi tunapokuwa tunasali tusitumie maneno mengi ile la kukuta shangala pengine sijui nini, maneno na kauli usizozijua. Tumia lugha unayoielewa. Kwa sababu gani? Maana hao ndani ya kuwa watasikizwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Yaani wanapiga kelele, anasema Josi ameshikwa na Roho Mtakatifu sijui nini. Basi msifanane na hao. Mungu anatuambia lazima tuwe, Yesu anatuambia lazima tuwe tofauti na wao. Maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla nyinyi hamujamuomba. Mungu anajua mahitaji yetu kabla hatujauliza. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie katika majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele na milele. Amen. Maombi haya kwa sisi tunaomba kila siku. Ukisikia tunaomba kwa Kiarabu hapa ndio tunaomba. Mwalimu wangu, hiyo 23 sifunge hapo, lakini funga Qur'an moja kabla turudi kwa hiyo 20. Nasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ndio. Sifa zote zinastahiki Mwenyezi Mungu. Ndio. Wacha nifike mwanamo, nisiseme vitu ambavyo havipo. Mwalimu, unaanza kufelisika? Sio kufelisika mwalimu. Inasema shukrani kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Ndio. Shukrani zote zinastahiki Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu wote. Ndio. Mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Mwenye kumiliki siku ya malipo. Wewe tu ndiye tunayekuabudu. Ndio. Na wewe tu ndiye tunayekuomba msaada. Ndio. Ongoze katika njia iliyonyoka. Ndio. Je, wale uliowanemesha sio wale waliokasirikiwa? Ndio. Wala ya wale waliopotea. Hiyo ndio dua ambayo sisi tunaomba hapa kila siku, ni katika lugha ambayo kwamba ni moja, lugha ambayo kwamba ni fasaha, lugha ambayo kwamba ndio asili. Tulisema sisi
jina la Mungu na kumtumikia kwa roho moja, ni kwamba hiyo lugha ndio hiyo. Yaani Mchina akikuja hapa na nchi akifika hapa, ikifika kwa kusali ni Allahu Akbar. Mwingereza kama atakuja hapa ikifika kwa kusali ni Allahu Akbar. Mjaluo akiwa na awatumia watikanye sijui watimao, ikifika kwa sala ni Allahu Akbar. Kila yeyote aliye na lugha yake ikifika kwa ibada ya kusali anatumia hiyo lugha moja. Akisikia tu Allahu Akbar anasikia na anafahamu Mungu ni mmoja. Mwalimu wangu safi, tulikuwa 23 nene mwalimu Qur'an, tulikuwa sura ya 23 mwalimu, yaani sifa za waumini, sifa ambazo Mwenyezi Mungu amewapatia waumini wa Kiislamu, ambao miongoni mwake kuna viongozi wa dini ambao anawataja kwa sifa nzuri, si kama zile sifa ambazo kwamba zipo kwa kitabu kingine ambacho hatujielewi. Maana tumesema na tunarudi kusema, Biblia ukitoa kama ya juu hakuna sehemu hata moja inajitaja kama Biblia. Ni kitabu imeeleza kuna maneno mengi, lakini hakuna mahali inataja kwamba ni Biblia. Na hata katiba ya nchi lazima kuna sehemu ndani yake watakuwa wamenakili kwamba kama ni ya Uganda ama ya Kenya, wakifika hiyo sehemu wanasema kila mtu aliye Kenya ama kila mtu aliye Uganda atafanya 1, 2, 3. Lakini kama kitabu chenyewe hakijielewi inakuwa ni matatizo makubwa sana. Inaendelea kusemaje mwalimu wangu? Inaendelea kusema na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi. Mwenyezi Mungu anasema wamefaulu walioamini ambao ni Waislamu, ambao kwanza wananyenyekea katika ibada yao ya kusali, pili wanajiepusha na upuuzi. Sasa kama Mungu anasema waumini wa kisawasawa ni wenye wanajiepusha na upuuzi, itakuwaje yeye azungumze mambo ya upuuzi? Haiwezekani. Kama mwalimu wangu, natumai imeeleweka. Labda kama kutakuwa tu na mtu na mbwembwe zake na tashwishi zake, ndio atakuja atazileta tuzisikie, tutakuwa tunamsubiri hapa. Maana kiuhalisia ni kwamba haya ni mambo yaliyo wazi na ni maandiko. Hakuna hata kitu kimoja au andiko moja au neno moja ambalo sisi tumeongeza katika maandiko. Tunasoma na tunasema yale yaliyoandikwa katika vitabu. Na sisi hapa mwalimu wangu wewe unisaidie Qur'an 2256. 2256 al-Karim. Hata mtu anadhania tumekuja kumlazimisha kuwa Muislamu. 2256 ama kuendeleza kwa Muislamu 56 mwalimu. Sisi tumekuja kukuambia tu. Kisha baada ya hapo tumia akili zako. Kama unaona kwenye uko ni sawa, haya. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Mtu yote halazimishwa katika mji huu kuwa Muislamu. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu, ndio basi anayemkataa shetani na kumwamini Mwenyezi Mungu bali bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu, ndio kisichokuwa na kuvunjika, ndio na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Tayari imeshaeleweka. Kwa hivyo sisi hatujakuja kumlazimisha mtu kwamba awe Muislamu, bali tumekuja kukueleza tu imani yetu ndio hii. Inabakia juu yako. Ukiona kwenye uko ni sawa, shikilia kwa bidii. Ukiona kwamba kuna mahali hauko sawa, fanya maamuzi ya mapema. Kuwa Muislamu ni bure. Kama unayasikia yamekuridhisha kuwa Muislamu, kuwa Muislamu. Hatutaki kitu chochote kutoka kwako. Na ni maneno tunatamka kumshuhudia Mungu wa kweli na Muhammad kuwa mtume wake, Yesu kuwa mtume wake, na mambo haya yote kiujumla. Maana nilieleza kiufasaha kwamba Qur'ani imeeleza Muhammad ni mtume wake, Yesu ni mtume wake. Muhammad si Mungu, Yesu si Mungu, wala hakuna yeyote kati yao ambaye ni mwana wa Mungu. Maana watu wanadanganywa sana. Akisikia Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote amwaminie kwake asipotee kamwe bali apate uzima wa milele.
mtu anaona kwamba uzima wa milele ni kuamini Yesu amekufa kwa dhambi zake, kwa hivyo yeye ataendelea kujiburudisha hapa duniani, kama ni kapodi ajitafutie, au anajienjoy baada ya kazi, eti ataingia paradiso Yesu amemkufia dhambi zake. Kwa hivyo ni uongo. Maana ule uzima wa milele Yesu anausema katika Yohana 17:3. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Kupata uzima wa milele ni sharti umwamini kwamba Mungu ni mmoja, tena ni wa kweli, tena wa pekee. Pili, uamini kwamba Yesu ametumwa na Mungu. Na yeyote mwenye kutumwa na Mungu, basi moja kwa moja anakuwa ni mtumwa wa Mungu. Kauli hiyo amerudia katika Yohana 20:17. Wakati anamwambia Mariamu Magdalena kwamba usinishike, kwa maana mimi sijakaa kwenda kwa baba yangu, lakini enenda kwa ndugu zangu ukawaambie napaa kwenda kwa baba yangu ambaye ni baba yenu, kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wenu. Kumaanisha Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba ana Mungu ambaye huyo Mungu ni Mungu wetu. Hakuna baba ambaye huyo baba ni baba yetu, si kwa kutuzaa bali kwa mapenzi yake kutuumba. Kwa hivyo nadhani ujumbe huu umeeleweka. Labda kama mtu atakuwa na swali tutamkaribisha. Mwalimu wangu, una nafasi na unafundisha kalenda vizuri. Karibu mwalimu. Haya. Moja kwa moja tuangalia haya mambo yanakuwaje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu ambaye vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi vyote vinahitaji msaada kwake. Kwa hivyo